wachungaji wetu, hiyo kwa wenzangu, kanisa kwa ujumla, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko na furaha? Ndio. Kwamba Bwana anatupenda. Yes. Asante. Siku ya leo nataka nishukuru Mungu. Sikuwa najua nitakuwa speaker leo hadi jana. Na aliyekuwa awe speaker ni mchungaji wetu senior pastor Noah, ambaye mmesikia yuko safarini. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa yeye kuniona nafaa nisimamie ama nisimame kwa miguu zake ili kwamba ni nene siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu ni mwema Kila wakati. kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. ametuleta umbali huu na tunamshukuru, tunamtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka niwaambie kwamba nyinyi ni wabarikiwa. Amen. Sema amen. Amen. Nyinyi ni akina nani? Wabarikiwa. Tena nyinyi ni waalikwa. Amen. Wamefanya nini? Waalikwa. Na Tumekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo mzuri kuliko hiyo? Hapana. Jumamosi ya tarehe 19 Rose yako na harusi. Na sisi ni Waalikwa. si tutaenda? Si Rose akituona atafurahi sana. Sana. Atafurahi sana. Kwa hivyo ukialikwa kwa sherehe na uende inakuwa jambo la kufurahi. Mwenye sherehe anafurahi. Nafurahi. Yesu Kristo akifundisha kwa muda wake alikuwa duniani, alitumia sana kitu inaitwa parables, ambayo kwa Kiswahili ni mafumbo. Kiswahili sanifu ni mafumbo. Mafumbo sio? Ya mafumbo inaweza kuwa mafumbo kwa sababu sio direct. Sio direct. Proverbs ni methali. Ni methali. Lakini hii ni parables. Kwa hivyo haikuwa anaongea sana direct, hapana. Alikuwa anatumia mafumbo na sijui kama watu wanaelewa vitu vizuri kwa mafumbo ama ndio inakuwa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mafumbo. Wewe kuja hapo waanze kuongea kwa mafumbo. Wengine wanatoka wanaanza kuulizana huko nje, alikuwa anamaanisha nini? Na alikuwa anasema namna gani? Mafumbo. Lakini mafumbo mengine yeye mwenyewe pia alikuwa anafafanua, anaeleza inamaanisha nini? Na alitumia hayo mafumbo kutufundisha ama kufundisha waliokuweko kuhusu mambo ya maisha na mambo ya ufalme wa mbinguni. Na mambo ya ufalme wa mbinguni ni magumu sana kueleweka. Watu wamekuwa na inaitwa nini? Interpretation ni tafsiri mbalimbali. Ndio hata tukapata janga hapa tu Kilifi. Nani huyu anaitwa nani? Huyu jina yake, huyu wa Shakahola. Makenzi akawa na tafsiri nyingine ya ufalme wa mbinguni ambao ulileta madhara sana. Tafsiri ya mafumbo. Lakini Yesu akawa anafundisha sana kuhusu huu ufalme wa mbinguni, itakuwaje? Utakuja vipi? Hata akatuonya, akatuambia kuna watu watakuja tu waongo. Watawaambia Yesu amekuja. Msiende huko. Sababu yeye atakuja namna hiyo. Kuja kwake alisema Mungu ndiye anajua. Na katika hali hiyo ya kutumia mafumbo akawa na jambo la harusi kama hii ya Rose. Na harusi nafikiri ni kitu mzuri sana. Kwanza
harusi inajulikana kwa sababu ya chakula. Nafikiri wengi na pilau hii na keki. Wengi tunaendanga kwa harusi sana na hiyo mambo ya kukula. Kwa sababu wale wawili sio wameoana. Sasa iko nini? Sisi tukule. Feasting. The word in English is feasting. Na Yesu akatumia jambo la harusi kueleza kuhusu ufalme wa mbinguni. Akijaribu kutuambia kwamba ufalme wa mbinguni ni kitu kizuri. Vile harusi inakuwa na watu wengi, pia ufalme wa mbinguni utakuwa na watu wengi na kutakuwa na furaha na kusherehekea. Na tunaona mahali tulisoma pale Matthew 22. Matthew 22 kifungu cha kwanza hadi cha 14. Tunaona jambo la harusi na kusherehekea linatokea hapa. Kwamba kuna mtu anaalika wageni kwa sherehe ya kijana ya na walioalikwa wengine walikataa kuja, ambalo si jambo la kawaida, na wengine wakakuja. Wakati wa pili ambapo Yesu anatumia mfano wa harusi ni wakati ni katika Matthew 25 1-13, wakati anaeleza kuhusu wasichana 10 ambao 5 walikuwa wise, 5 wakawa wajinga. Wamealikwa harusi lakini wanaenda na taa ambazo hazina mafuta. Sasa wakati wanaenda kutafuta mafuta, taa zinazima, ndio bwana harusi anaingia na mlango unafungwa. Mambo haya sijui, tulisema mafumbo ni ngumu, lakini sisi tunaweza jifunza kitu kwa mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba vile tulivyo sisi tumealikwa kushiriki na Yesu Kristo. Sijui ulialikwa kwa njia gani? Tulipitia mambo njia mingi tu. Labda wewe ulikuwa kwa television ukasikia mchungaji anahubiri pale, akasema hata wewe unanisikia kwa television, inua mkono uombe hili na utakuwa umeokoka. Labda ulikuwa crusade, mtu akasema kujeni mbele wale wanataka kupokea Yesu Kristo, ukaokokea hapo. Labda ulikuwa tu kanisani, mchungaji akahubiri, ukaguzwa, ukaokoka. Na kuokoka ni kukubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na alikuja akatufilia ili kwamba sisi tena hatutachinja mbuzi tusamehewe, tunasamehewa kwa sababu ya Yesu Kristo. Mtu ambaye anaamini mambo hayo ni Mkristo ambaye ameokoka kama nyinyi hapa. Na tunasema kwamba Mungu ametualika tunashiriki naye kwa jina la Yesu, kwa sababu yeye mtoto wake Yesu. Na tukirudi pale kwa yule mjamaa ambaye alialika watu kwa sherehe ya kijana yake, neno linatuambia kwamba huyu mtu wale alituma wakuje, wengine walikataa, na akaambia wafanyikazi wake, sasa endeni tu mtembee tu kila mahali, yule mtapata mwambie akuja. Biblia inasema walikuja wazuri na wabaya kwa sherehe hiyo, lakini wote wakaingizwa na mlango ikafungwa. Hii inatuambia nini wapendwa? Tulikuja kanisani kutoka kwa misingi mbalimbali, na hata Yesu mwenyewe aliambia kuna watu walimuona akikaa
watosha ushuru. Wakasema sasa, wakaambia kina Peter na huyu mwalimu wenyu, hebu ona wale watu wanakaa na Yesu aliwajibu namna gani? Mtu mwenye afya hahitaji daktari, mgonjwa ni anahitaji daktari. Ndio sababu anakaa na wenye kutosha ushuru, watu ambayo society inaona kama watu wabaya. So tulikuja watu wabaya na watu wazuri, na sisi tukawa sisi ni watoto wa Mungu. Mungu akatugeuza akatufanya kuwa vile yeye anataka. Ndio tuko kikundi hiki, kikundi cha Wakristo, watoto wa Kariakoo ambao tuliali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu mtu wakati mlango imefungwa na inasemekana hiyo hall ilijaa. Watu walikuwa wengi. Manake hata wale ambao walikataa kuja, kuna wale walikuwa na ni wengi sana. Na neno linatuambia kwamba mtu huyu alitembea kwa wageni wake, akakuta mjamaa mmoja. Mjamaa huyo hakuwa amevaa mavazi ya harusi ya Rose. Najua kuna wasichana hapa nafikiri wako kwa msafara. Kwa msafara. Wasichana wa hili kanisa. Maybe mmoja au wawili sijui. Na kuna uniform wamesikizana watashona kwa sababu ya hiyo msafara. Sasa wakati tutakuwa huko naweza sema tunaweza angalia. Tuone nani huyu hajavaa mavazi ya harusi. Kama ni kavu tuseme kavu. Hiyo hapana. Hiyo sio mavazi ya harusi. Sasa mtu huyu akakuta jamaa mmoja akai kama wengi, akamwambia na wewe ulifika aje hapa? Huyo mtu tuliambiwa alizubaa. Nisemekana hivyo. Alishindwa hata kuongea. Alishindwa kujibu. Na akafanya nini? Akaita watumishi wake wakamshika, wakamfunga miguu na mikono. Ilisema hivyo. Na akatupwa hii kwa giza. Sasa ukifungwa miguu na mikono na utupwe nje kwa giza, wewe uko na amani? Hauna amani. Bwana Yesu asifiwe. Hauna amani hata kidogo. Na mambo haya wapendwa, haihusu sana mtu huyo, inahusu sisi. Inahusu sisi ambao tumealikwa na tukaitikia tukakuja. Yafaa tujihoji kwamba vazi lile tumevaa ni vazi ya aina gani? Ni vazi ambalo linafaa sherehe hii ambayo tumeiti. Wacha kola, usiseme watu wako kwa kola wako sawa. Bwana. Vazi lile la kiroho. Vazi lile ambalo linakutambulisha na Mwenyezi Mungu. Tumevaa vazi la aina gani? Labda wewe uko tu hapa kama mimi miaka mingi, lakini kuna vazi umevaa, vazi la kiburi, vazi la chuki, vazi la kusengenyana tu. Hii makanisa Kariakoo tu kwa afadhali. Hii makanisa mengine iko na shida sana. Mchungaji, usitolewe hapa haraka. Hii makanisa huku hivi iko shida, hata utashinda hawa ni Wakristo ama ni nini. Shida kubwa sana. Watu wamejaa masengenyo. Hata wanasengenya mchungaji. Wanaongea vibaya kwa mchungaji. Wengine hata wanapanga vile mchungaji atatolewa hapo. Kariakoo you are good people. Amen. Barikiwe sana. Amen. Mungu awazidishie neema. You are good people. Mambo ambayo tunasikia kwa makanisa unaanza kuogopa.
unaanza kuogopa, sio? Jana nimesikiza Francis Atwoli. Sijui wangapi waliona, nilikuwa kwa NTV. Walikuwa na mkutano yao ya wafanyikazi ya kotu. Nikasikiza Atwoli aliongea more than 2 hours. Na ni mara yangu ya kwanza kumsikiza vizuri. Yeye ni mtu wa zamani sana. Amefanya hiyo kazi miaka mingi sana. Lakini for the first time, hata wakati wanakuanga na Labor Day, huwa sisikizi sana. But for the first time, nilichukua wakati kumsikiza. Ndio nikaanza kuelewa kwa nini amechaguliwa hiyo miaka yote. Hadi kwamba amefika kiwango ya kusimamia hata international huko Geneva. Yeye anaenda huko kuongea na wazungu kwa mambo ya leo. Ndio nikaelewa. Aliongea mambo mengi. Na yeye ni mzee, achoki kusimama na wanangu tu anachoka haraka sana. Anakaa. Lakini yeye hakuchoka more than 2 hours. Na aliongea kitu ambayo nilisema kwani Atwoli amebadilika kuwa mhubiri. Akasema nyinyi mko hapa wa Kristo, mko hapa Waislamu. Mnasema mnaomba Mungu. Lakini chuki imejaa nchi yetu. Nani hao wanafanya hiyo chuki? Sisi. Ndio nakwambia hilo vazi utatupwa nje. Hautaona ufalme. Hilo vazi la chuki hilo ambao limeenea nchi yetu. Hata akapeana mfano mzuri sana ambao nilifikiria watu wengi wanafaa waongee namna hiyo. Kuhusu hii mambo ya Ruto na Ruto must go. Jenzi mko hapo? Jenzi wako? Akaongea vizuri sana, mimi nikamuelewa. Sababu watu wamepita kiwango. Hata mahali hapafai kuongea mambo ya Ruto must go, anasema Ruto must. Sasa anasema hata mgeni umeenda kulaki mgeni kwa airport. Hata kabla usalimie mgeni unamwambia this man must. This man must. Sasa mgeni anashindwa, who is this man? Anagusa which man? And where is he? And where is he supposed to go? Aende wa? Lakini anamaanisha nidhamu, tumekosa nidhamu. Tumefanya too much kuhusu Ruto must go. Na kama Ruto must go, si mnajua vile Ruto must go. Lazima mpige kura. Isaac. Kura. Mark, uchukue kura. Hataki tu makelele ya jenzi na mki mpango ya kutoa mtu kwa kiti. Kutoa mtu kwa kiti ni kupiga kura. Hakuna shortcut. Hakuna, akiiba kura. Ukiibiwa kura wewe pia wibi. Hiyo sasa ni. Uwe kileva kuliko wewe mwenye kuiba. Na sasa hiyo ndio mnafaa mwe mnatuambia kwamba mtatoa Ruto na mnagaa. Sio tu Ruto must go na mtuambia anaenda wapi? Go where? And then after that what next? Sio, unajua jenzi ni wasomi, lakini nimekuwa nikuwasikiza sana. Hii masomo yao kweli si mbaya, lakini haina ujuzi. Haina ujuzi. Kwa sababu wakati huu mnasema aende, what next? Si mtuambie. Mseme akishaenda pange kura. So nilifurahia sana speeches za Atwoli jana, hasa ile inahusu Wakristo na Waislamu. Kwamba sisi ndio tunaeneza chuki badala ya kueneza upendo wa Mungu. Hilo ni vazi. Ukivaa vazi kama hilo, wapendwa, ile kundi la Mungu ile lilialikwa likaitikia, wewe utatupwa hii.
tusidanganyane. Lazima tuambiane ukweli. Mtu anauliza Yesu akirudi saa hii, wangapi watasema wako tayari? Ni swali. How many of us watasema niko ready na tuende tumkaribishe, tumlaki? Maisha ya Ukristo lazima kila wakati, kila dakika utafute utakatifu, holiness. Na kutafuta utakatifu yote ni kujitenga na uchafu. Na kila mara uwe mtu wa kuomba msamaha. Usiseme wakati niliokoka niliomba msamaha na nikasamehewa dhambi zangu zote. Tangu siku hiyo hujatenda dhambi. Holiness is about kuona na kujihoji na kujiuliza, leo nimetembea namna gani? Tangu asubuhi mpaka jioni nilikutana na watu wangapi? Ni wangapi walinikanyaga mguu nikawatukana? Wangapi walianiangalia vibaya nikasema huyu nani ananiangaliaje? Ni wangapi walihitaji msaada wangu nikashindwa kuwasaidia? Mambo haya wapendwa, ndiye inahusu utakatifu. Na tunaambiwa mbinguni ni watakatifu tu wataingia. Sisi kuwa macho, kuona dhambi ikikuja na kujitenga nayo. Hiyo ndiyo barabara ya utakatifu. Tuwe na uzoefu wa kujihoji kila siku. Wale ambao mnaenda kazini, ukirudi jioni, take stock. Unasema take stock? Sema nilitoka hapa asubuhi, nikafika Bama, nikaona jamaa, nikapita. Nilimdharau kidogo, nikaona akae mzuri. Si kufanya mzuri mbele ya Mungu, si ndio? Sababu kudharau mtu hiyo ni dhambi. Nilifika kazini, mkubwa akanirukia. Nikakasirika. Na nimerudi kwa nyumba, sijawachilia hiyo maneno. Bado nasikia nimekasirikia mkubwa. Nifanye nini? Jua, tunaambiwa kabla jua litue, tuwe tumejitoa kwa dhambi zote. Kama ni kusamehe tumesamehe. Kama ni kuachilia tumeomba msamaha, tumewachilia. Uteki hiyo stock kabla ulale, hiyo maneno ujiondoe kwa. If it's about repenting, you repent. Uwe huru, ubaki kuwa holy, ili kwamba siku ile ambayo tujui, siku ya Yesu Kristo, hiyo sherehe ambao tunaambiwa watakatifu peke yao ndio watakuwa pale, ikukute ukiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, safari hii ya Ukristo ni ndefu na iko na milima mingi na mabonde, lakini neno linatuambia kwamba wale ambao watafaulu ni wengi. Na ndio nataka niwape tumaini, msikufe moyo. Tutafaulu. Hebu tuseme tutafaulu. Ukisoma katika Revelation, kitabu cha Ufunuo 7 9 hadi 17. Sijui kama naona saa imeenda sana. Sijui kama tutakuwa na kusoma tu ama nielezee. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 7
ni huyu Yohana mwandishi ambaye anaonyeshwa maono kuhusu huyu ufalme ambao tunaongea juu yake. Na Yohana anasema aliangalia, ukianza hapo 9, aliangalia akaona watu wengi sana wamevaa mavazi meupe. Watu wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kienda 13 inasema hivi. One of the elders asked me, "Who are these people dressed in white? And where do they come from?" Anaona maono tu, anaona watu wengi. Biblia hapo nyuma inasema hata ungeweza kuhesabu hao watu. No one could count all the people. They were from every race, tribe, nation and language. And they stood in front of the throne and of the Lamb. The Lamb ni Kristo. Na throne ni ufalme wa Mwenyezi Mungu. Yohana anaonyeshwa watu wengi ambao hawahesabiki, na sisi tutakuwa mmoja wao kwa hiyo group. Na jambo ambalo mtu anaona, mtu anamuuliza hawa watu ni akina nani? Naye anamjibu, anamwambia hawa watu ni wale watu wamepitia mambo magumu duniani, lakini kwa sababu ya Yesu Kristo ambaye walikuwa wamejiachilia kwake, wakaosha hizo mavazi yao na hiyo damu ya Yesu Kristo, hawa watu wamefaa kusimama mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi sisi tutakuwemo, lakini sisi kuwa pale lazima pia tuoshe mavazi yetu vizuri. Tuoshe hiyo mavazi ya hasira hii. Mavazi ya kiburi tuoshe hii. Mavazi ya masengenyo tuoshe hii. Na hayo mambo mengine yote ambayo sio matakatifu ya hii, ili mavazi yetu hiyo nyeupe, imeoshwa na damu lakini nyeupe. Akamwambia hawa watu, ukisoma around which 15 hapo, hawa watu wana hudumu kwa kanisa la Mungu na wanalindwa na Yesu Kristo. Penda safari hii ni ngumu na ni mrefu na ni sherehe kwa wale ambao watatambua wameitwa kusherekea, wale ambao watajiwachilia kwa Mungu mwenyewe atutengeneze, tumpatie nafasi atutengeneze vile yeye anataka. Mungu ambaye atatupatia uwezo wa kupita kwa yale majaribu makali, persecution. Some of you mmepitia mambo magumu, lakini mko hapa kwa wale ambao waliitwa. Na waambieni, wacha tujikaze, wacha tupige mwendo, tutamaliza na taji tutapa. Si Mungu awabariki. Amen. Tuombe. Simame.